Hello Queen, karibu tena jamani kwenye ulimwengu wa feminine. Mimi ni Hefsiba, tuko hapa kujifunza tena zaidi na zaidi. Ninafurahi jamani, t-shirt yangu imeandikwa Women Moves Mountain. Wanawake wanasogeza milima bila hata kutumia nguvu, okay? Kama unapenda t-shirt kama hii, yenye maneno mazuri kama haya lakini pia kwa ajili yako kiasi kwamba itaandikwa pia ulimwengu wa feminine, dondosha comment ili tuweze kulifanyia kazi. Nafurahi kukuona tena. Nawe kama ni mgeni, tafadhali subscribe, like, share, comment jinsi unavyojisikia. Leo tunaongelea topic ya kuwa main character energy. Natamani mpaka mwisho wa hii video, yani umeshajua nini cha kufanya kuanza kwa vitendo kuwa main character kwa maisha yako. Nikisema main character ni yule mwanamke ambaye anaendesha maisha yake mwenyewe binafsi au bila kuogopa watu wengine, ambaye huyo mwanamke ana mvuto mkubwa sana. Huyo mwanamke anakuwa sumaku wa fursa watu kuendelea kumfuata na watu kutaka kujifunza kutoka kwake, kwa sababu ana ile energy kwamba mimi ndo styling wa maisha yangu, mimi ndo ninapanga nini cha kufanya kwenye maisha yangu. Na hao wanawake huwa wanakuwa na furaha ya kutoka moyoni maisha yao yote. Natamani na wewe baada ya kumaliza hii video uwe umeshajua nini cha kufanya ili uanze kuwa main character wa maisha yako leo hii, sasa hivi. Unataka kufeel kana kwamba unasikika, unaonekana, unathaminiwa, unajaliwa na watu wengine, lazima uwe na hii energy ya main character. Tutajifunza hatua 6 za kuchukua leo, zitakusaidia wewe kuanza kutambua jinsi ya kuanza sasa kuishi hayo maisha. Hii nimeweka pimple patch, niko kwenye mambo ya period inamalizia, kwa hiyo unajua tena hormone zetu wanawake lazima tu kipimple kitatokea, lakini ikimalizika inaisha kabisa. Usishangae sana kosi. Step namba 1, lazima utambue nini maana ya hiyo main character energy ambayo tunaizungumzia. Nini maana hata kuwa muendeshaji wa gurudumu la maisha yako, kwa sababu main character energy inaweza ikaonekana tofauti kwa watu tofauti. Kila mtu anaweza akawa na maana yake kichwani. Watu wengine anaweza kufeel like, ili nijisikie mimi ni main character energy, lazima nikiingia sehemu macho yote yawe kwangu. Lazima nikiingia sehemu kila mtu aniombe namba, kila mtu aniongelee mimi. Hiyo ndo main character energy kwangu. Mwingine main character energy kwake inamaanisha yeye kusema kile anachokitaka bila kuogopa utajisikiaje. Mwingine kukaa ndani na kuenjoy muda wake mwenyewe binafsi, kuangalia movie, kupika chakula, kulala na kufanya maamuzi ya kile anachokitaka kukifanya. Yeye kwake ndo main character energy. Kwako wewe main character energy ni nini? Niambie kwenye comment wewe main character energy kwako ni kitu gani? Main character energy kwangu ni yule mwanamke ambaye anashikilia ustyling wa maisha yake kwenye sekta zote, kiakili, kiuchumi, okay, kihisia. Yule mwanamke ambaye yuko sawa kusema no ili mradi kwa sababu anajua hicho unachotaka kumpa sio anachostahili. Yule mwanamke ambaye anakuwa na mipaka. Yule mwanamke ambaye anajiweka kipaumbele kwa vitendo, sio tu kwa maneno. Yule ambaye akisema hapana sitaki ni hapana, hataki na hauwezi kumbadilisha. Yule mwanamke ambaye ukimwambia like you are doing too much, anakuambia okay, nenda katafute less. Mwanamke ambaye kila siku kukicha anatamani kujifunza nini zaidi afanye kwa ajili yake, nini afanye leo kujifunza zaidi kiakili kuhusiana na topic fulani tofauti. Yule mwanamke ambaye haogopi kujiweka kipaumbele. Yule mwanamke ambaye haogopi kushine, hata kama wewe haushine au wewe unaogopa wewe kushine, yeye ataendelea kushine. Definition yangu hiyo ndo main character. Ukishatambua definition ya main character energy, itakusaidia sasa kuanza kupata muongozo wa nini ambacho umekuwa ukienda kinyume na main character energy ambayo ni definition yako. Step namba 2, lazima utambue kwamba hakuna mtu ambaye ni mzuri zaidi ya kwako, au wewe sio mzuri zaidi ya watu wengine, vice versa. Lazima ifanye kazi pande zote mbili za shilingi. Kwa hiyo unapoanza kuishi kwenye hayo maisha kiasi kwamba no one is better than me, yani haiji hiyo kwamba wewe unajeuri au una kiburi au unajaribu kuwaona watu wengine kwamba wao hamnazo. No, ni kwamba unajikubali wewe mwenyewe binafsi na vile ulivyo. Kama una insecurity zako, kutokujiamini kwako, na unajua kabisa either ndivyo ulivyozaliwa, utaanza kujenga ujasiri na kuanza kukubaliana na hayo matokeo na hizo insecurity. Lakini kama insecurity unajua unatakiwa uzifanyie kazi, sijui una ngozi ambayo iko vizuri, sijui una mwili ambao hautaki, hizo zinakuhitaji nidhamu zibadilisha hizo insecurity. Lakini kujikubali na kutambua kwamba hakuna mtu ambaye ni better zaidi ya kwako wewe mwenyewe, itakusaidia kutengeneza ile main character energy. Na wale wanawake ambao wanaishi kuprove kwamba wao ni better kwa watu wengine, wanatumia nguvu kubwa sana kujidai, kujionyesha kwamba wao ni better zaidi, wao ni warembo zaidi, wana pesa zaidi, wana furaha zaidi ya watu wengine. Hiyo itakutumia nguvu kubwa sana ambayo
ni very unnecessary. Lakini ukijikubali wewe ulivyo na kuwa na hii mentality kwamba no one is better than me, I am one of one, sio kwamba hata ni one on a million, no, I am one of one, yani mimi ni mmoja duniani mmoja, sio kwamba mimi ni mmoja kati ya kundi, hapana, mimi ni mmoja kati ya mmoja. Ukiwa na ule uelewa kwamba hata wewe mwenyewe sio better zaidi ya watu wengine, itakusaidia wewe kubaki kwenye line yako bila kujaribu kuprove anything to nobody. Kwa hiyo hapo utaanza kujitengenezea maisha ambayo ni kuhusu wewe mwenyewe binafsi, na kila siku utakuwa unajaribu kufanya nini nijifunze, nifanye nini leo ili niendelee kuwa better than me. I am better than my higher self. I am better than everybody. Everybody is not better than me. Yani unaweza kubalance kwa namna hiyo. Mtu anaweza kuuliza like, yeah, kwa hiyo unadhani kwamba wewe ni better than me? Unamwambia no, mimi ni better kuliko my higher self ambayo yuko ndani yangu. So vipi kuhusu wewe? Kwa hiyo inakuweka kwenye competition na wewe mwenyewe na yule the best vision of yourself. Hautakuwa na competition na watu wengine, kwa sababu huo ni kupoteza muda. Kuanzia hapo utakuwa na boundary. Kitu ambacho hakikupi furaha, hakina msaada kwako, hakina muda kwako, unakuwa una focus na wewe mwenyewe na maisha yako. Hautakuwa unahangaika ku shrink yourself, unajaribu kujiadjust, unajaribu kufit in kwenye maisha ya watu. Umeenda kwenye sehemu, umeajiriwa, umeanza kufanyishwa kazi pale, unakuta watu wanavaa nguo ndefu na wewe umezoea kuvaa nguo zako fupi. Unaanza badala hata kuuliza like, hey, kwa nini mnavaa nguo ndefu? Wewe unaanza kuvaa nguo ndefu kwa sababu umekuta wengine wanavaa nguo ndefu. Yaani unajaribu kufit in bila hata ku-question. Wewe unafuata tu mkumbo. Nobody is bigger than the program. Program ndio wewe na wewe ndio program. Program, hakuna mtu ambaye yuko juu ya program. Period. Mtu yoyote ambaye unaona sasa anaenda kunipanda kichwani, huyu mbona kama hisia zangu zinaanza kumfuata na hana hata faida kwenye maisha yangu, kwa nini ninaanza kumfikiria huyu mtu zaidi? Unaanza kuwa active zaidi kwenye vile unavyojisikia na watu wengine. Nobody is better than you. Kwa hiyo unaanza kupay attention na inakuwa rahisi sana kumkata off mtu yoyote yule ambaye hakufanyi uwe na furaha, hakufanyi uwe na amani. Hautajiuliza mara mbili. They have to go. Hautajaribu kujifananisha na watu wengine. Unaruhusiwa kujifunza kutoka kwao, kutaka kujua wao wamefikaje hapo, lakini sio kwa lengo la kujaribu kuwa better than them au kujifananisha na wao. Na pia unaanza kuelewa kwamba unaruhusiwa kuanza kushine sasa hivi. You are better the way you are right now. Anza kujikubali na kutambua kwamba wewe ni mtu powerful, wewe ni beautiful. Hakuna mtu mwingine atakuona wewe ni mrembo kama unajiona ni ugly. Au wale ambao wanarekodi video anaanza kusema like, ugly where do you see ugly? Maanisha hapo unaanza kuforce watu waanze kutafuta hiyo ugliness kwenye huo uso wako, kwenye huo mwili wako, na trust me, watu watatafuta sababu ya kukuita ugly au sababu ya kudhani kwamba wewe ni ugly, kwa sababu unatoa ile energy ya haujiamini. Hautaka kuwasikia wanawake wale warembo wakiwa online kwamba ya mimi ni mrembo, mimi ni mzuri, sio kitu gani. No, hautaweza kuwasikia wanawake kama hao, kwa sababu wanajikubali, wanajua walichokibeba, wanajua nini kiko ndani yao, na hawajaribu kucompete, hawajaribu kujifananisha na watu wengine. Kwa hiyo unatakiwa uanze kushine kuanzia sasa hivi. Kama una insecurity, zifanyie kazi. You are one of one. Usisubirie ruhusa ya wewe kuanza kushine. Anza kuangaza kwenye maisha yako sasa hivi. Kujitreat kama mtu ambaye ni main character, ni one of one. Acha kujinenea maneno ya kujishusha hadhi, maneno ya kujifanya ujione kana kwamba wewe ni mbaya. Unavyojiona wewe ndivyo tunavyokuona huko nje, mpaka utakapobadilisha wewe mwenyewe vile unavyojiona. Kitu cha tatu, lazima uweke mbele self care na self love kama unataka kuwa main character kwenye haya maisha. Hauwezi kuwa main character kwenye maisha yako au ya mtu yoyote yule kama haujijali na haujipendi. Ukiwa main character na maanisha unajiweka kipaumbele by action. Self love, self care nikimaanisha kiakili, kimwili na hata kiroho. Lazima ujue jinsi ya kumwagilia roho yako, kumwagilia akili yako, kumwagilia mwili wako kwa kupumzika, kwa kusema no, kwa kuupa mwili wako vyakula ambavyo vyenye afya. Wewe unakula chips Jumatatu mpaka Jumatatu, yani wewe kila siku mchana wewe ni chipsi, ni mayai, ni burger, ni pizza, alafu unataka kuwa main character. No, haujali kuhusu wewe, haujali kuhusu afya yako, haufanyi mazoezi, upo tu. Najua tumbo lako ni kubwa, hauna shape unayoitaka, lakini unaendelea kula
hovyo. Lala masaa mawili unaamka unaendelea na yani haujijali. Kama haujijali hauwezi kuwa main character wa aina yoyote ile. Kwa hiyo sio swala la muonekano tu kwenye swala la self love na self care. No, ni kuanza kuiambia akili yako kwamba tunastahili zaidi. Hata nyie ambao mko kwenye situation ambazo mnajua haziwapi furaha, vile unavyoendelea kubaki kwenye hiyo situation ukiwa na matumaini maybe kesho nitaamka hizo red flags zitakuwa za kijani, hiyo sio self love. Hakuna mtu anayejijali anaweza kukaa sehemu ambayo haimpi furaha. Unaanza kuteach ubongo wako jinsi ya kutafuta solution ya kukuondoa kwenye hayo matatizo. Unaanza kuiambia ubongo wako kwamba tunastahili upendo, tunastahili watu ambao wanatujali, tunastahili mtu ambaye anatuheshimu na sio anajaribu kunidhalilisha. Kuanzia hapo unatengeneza main character energy ambayo hamna mtu anaweza kuivunja kutoka kwako. Kitu cha 4, main character energy inakuja ukiacha kufukuzia chochote kile. Hakuna main character ambayo utaipata kwa kufukuzia kitu. Kufukuzia upendo, sijui mahusiano, wanaume, unafukuzia kazi, unafukuzia biashara, unafukuzia wateja, unafukuzia happiness, amani, unajaribu kufanya kila kitu wewe uonekane una furaha. Unafukuzia vitu kwenye maisha yako badala kuviacha vije. Of course, hauna main character energy. Kwanza unatoa ile energy kwa scarcity, mindset, lacking, hauna. Na kama hauna, unatoa energy ya kuwa needy. Wewe kama utakuwa needy, unahitaji sana watu, unahitaji sana vitu, unahitaji nini na nini. Main character gani hiyo? Acha kuchase vitu, acha kuchase watu, acha kuchase fursa. Anza kutambua kwamba maisha yanatakiwa yawe marahisi kwako. Vitu vinatakiwa vije kirahisi kwako. Kwa nini? Kwa sababu unastahili. Kwa nini unastahili? Wewe ni mwanamke, wewe ni powerful. Anza kujijengea definition hizo kichwani kwako ili kuacha kufukuzia vitu kwenye maisha yako. Anza kuruhusu vitu vije kwako kiurahisi, na unaruhusu vitu vije kwako kiurahisi kwa kurelax na kutambua tu kwamba hivyo vitu vitakuja, tayari ni vya kwako. Ile knowing, kwa sababu kuamini na kujua ni vitu viwili tofauti. Kuamini ni kama ile unaamini kinaweza kikaja na kinaweza kisije, lakini ile kujua kwamba hey, ninahitaji kutengeneza 1,000,000 kwa wiki na hiyo ndo kitu ambacho ninastahili. Unabaki hapo. Sio kwamba ninaamini ninastahili kutengeneza. No, tambua. Anza kuishi kwenye knowing kwamba that's how your life supposed to be. Hauta chase kitu chochote kile. Inakuwa rahisi kuachilia vitu viende, wateja waende, sijui mwanaume aende, mahusiano yaende, ndoa iende, kwa sababu unaamini kwamba vitu sahihi vinatakiwa vibaki kwako. Chochote kile ambacho kinatakiwa kiwe kwenye maisha yako kitabaki na wewe. Hautakuwa na haja ya kukishikilia hapo ili kisiondoke. No, kitabaki na wewe, na hata kikiondoka kitarudi kwako kwa wakati sahihi, kwa sababu kinatakiwa kiwe kwenye maisha yako. Step number 5, anza kufanya maisha yako yawe romantic. Jamani, wanawake wengi maisha yenu ni yamekomaa, yani ni kama masculine. Maisha yako yamekaririwa, yani wewe ni uamke uende huku na nini na nini, yani hauna hata surprise kwenye maisha yako. Wewe mwenyewe maisha yako umeyakariri mpaka yanakuboa wewe mwenyewe. Yani kama maisha yako yanakuboa, imagine sisi huku nje tunaonaje hayo maisha yako. Fanya maisha yako yawe romantic. Tengeneza sahani nyingine nzuri kwa ajili ya chakula cha usiku. Washa kendo, okay? Tengeneza dusting powder. Suka kitu kipi ambacho wewe mwenyewe kinakushtua. Vaa wigi, vaa kimini, vaa bikini. Nenda kaogelee, nenda vacation. Fanya vitu vipya kwenye maisha yako. Acha kukariri yale maisha. Main character energy is all about romanticize your life. Usiishi kwenye ile maisha ambayo umeshazoea Januari mpaka Januari. No, fanya vitu vipya. Google ipo, ChatGPT ipo. Uliza leo kuna buffet wapi, leo kuna live band wapi, sehemu gani nzuri hapa Dodoma niende kuogelea, sehemu gani niende kuangalia sunset. Tafuta jinsi ya kuromanticize your life kila siku, at least hata kila weekend kama wewe ni mtu ambaye hauna free time. Hiyo itakusaidia kutengeneza hiyo energy kuhusiana na main character energy. Maisha yako yakiwa bored, wewe hauwezi kuwa main character. Hauna maajabu. Maisha yako ni yale yameshazoea, yani duara ni lile, hautoki hata nje ya duara. Point number 6 na ya mwisho kabisa na ya muhimu ni kuelewa tofauti ya main character na only character. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuna wale watu wanajua jinsi ya kuendesha gurudumu la maisha yao, lakini kuna wale ambao of course ni ubinafsi, ni wao. Of course inawafundisha sana kuhusu kuwa selfish, lakini hiyo inahusiana asilimia kubwa na kudili na wanaume na vile unavyodili na wanaume. Lakini ikija kwenye maisha ya uhalisia, jifunze kuconsider pia watu wengine wanavyofeel.
feel. Nikitolea mfano, kwa mfano tulikuwa na tatizo kubwa sana kwenye nchi yetu Tanzania, hiyo tarehe 29 imeenda hivyo, lakini imefika tu tarehe ngapi sijui watu wameshaanza kuposti biashara zao. Hiyo wiki nakwambia internet ilivyorudi, watu we are open, tuko tunaendelea tulipoishia, bila hata kuconsider kwamba kinachoendelea kina affect vipi watu wengine. Ukiwa na ule moyo wa ubinadamu kujaribu hata vile unavyoongea kwamba hey, huyu nikimtukana atajisikiaje, huyu nikimwambia hivi atajisikiaje, sio kwamba una sacrifice your peace, your happiness, hapana. Ni ile hali ya wewe kuwa na ule ubinadamu wa kuanza kujali pia watu wengine. Be kind kwa watu wengine, sababisha watu wengine wawe na sababu ya kusmile, wape watu wengine pia, okay? Hiyo inakusaidia wewe kuwa the main character, kwa sababu ni watu wachache sana wenye huo utu. Watu wengi sana wako kimaslahi, wanajaribu kufanya vitu kwa ajili ya vile vinavyowafaidisha wao. Unavyoanza kuconsider maisha ya watu wengine pia, nikimaanisha, narudia tena, sio kwa lengo la wewe kujisahau au kwa lengo la kuwapa sasa wao title ya maisha yako, hapana. Kama unaongea na mtu, make sure unaongea na mtu unampa muda wako wote, mpe dedication, dedicate yourself kwa ajili ya huyo mtu. Sijapata ile pesa yake, unashindwa hata kumwambia jamani naomba univumilie nitakutafutia, unaanza kwa atajua mwenyewe. Unaanza kukosa ule ubinadamu, unajitengenezea chuki na watu. Na watu wakianza kukuchukia, of course kuna watu ambao watakuchukia for no reason, lakini naelewa unanielewa ninachokimaanisha. Wale watu ambao unajijengea wewe chuki nao kwa action zako towards them, zinawafanya wanaanza kukuona wewe kama ni mtu mwingine ambaye ni wa kukaa naye mbali. Na watu wakianza kukuchukia, inamaanisha energy yako inaanza kuwa drained. Unakuwa na kundi la watu ambao linakuchukia kwa sababu wanakuona namna gani vipi. Kwa mfano, of course hata kinachoendelea sasa hivi, kundi la watu linamchukia mtu mmoja. Kwa nini? Kwa vitu ambavyo amevisababisha. Kwa hiyo unajikuta unakuwa kwenye situation ya wasiwasi, unaanza kuwa na energy ambayo inakunyonya nguvu, utake usitake. Utajisikia kabisa hauna amani, unajisikia kigugumizi. Maisha yako hayataweza kuwa na furaha kwa sababu unajenga chuki na watu kwa makusudi. Watu wakiwa wamejikusanya, hiyo ni energy. Na swala la energy ni very powerful. Energy inafanya kazi hata bila action yoyote. Jitahidi sana kuwa kind kwa ajili ya watu wengine. Hiyo inakusaidia kutengeneza hiyo main character energy ya maisha yako, na sio tu hiyo, una attract baraka nyingi zaidi na zaidi kwenye maisha yako. Main character energy ina uhusiano mkubwa sana na feminine energy, kiasi kwamba utajisikia safe, utajisikia uko sehemu salama, utaishi soft, utaishi kwa furaha ile ambayo inatoka ndani ya moyo wako, sio ya kupretend, kwa sababu uko happy na maisha yako, na maisha yako yalivyokuwa happy yanakuwa sababu ya watu wengine pia kufeel happy, na kwa chanzo cha wengine kupata baraka pia, kwa sababu you are blessed. Tumaini umeelewa, umepata kitu na umejua nini cha kufanya kuanzia sasa hivi ili uweze kurudi kwenye main character energy. Wale ambao mlikuwa people pleaser, wale ambao mlikuwa mnaishi kuprove watu, nyie ambao mlikuwa mnajaribu kufit in kwenye kila category ya maisha ya watu, natumaini sasa hivi umeelewa nini cha kufanya ili uweze kushift, kwa sababu unajua kabisa huo upande unakupaga tu stress, huo upande haujawahi kukupa chochote kile chenye faida. Amia kwenye upande mwingine na uwe tayari kupokea maisha mengine mapya. Niambie kwenye comment umejifunza nini, umejisikiaje, na nini step ya kwanza ambayo unaianza kuifanyia kazi kuanzia leo. Nimefurahi sana kuona kwenye komenti wanawake mnaendelea kufundisha pia watu wengine, mnaendelea kutoa point, wengine wanasema video ina vibration nzuri. I am happy kwamba umeweza kufeel hiyo energy. That makes me feel good too. Ninafurahi sana kuona kama tunaelewana na kuna watu ambao wana ufahamu mzuri pia wa akili. Usisahau kusubscribe, like, share, comment, weka notification on. Video nyingine ikifika, uwe kwanza kuipokea. Tukutane wakati mwingine, na wapenda sana. Bye.